Leo ngoja niwaonyeshe kitu cha msingi sana. Au basi, ngoja niwaelekeze kwa maneno sio vitendo. Sikia. Usiende kwa mganga wa kienyeji kama hauna imani na huyo mganga au huna imani na wewe mwenyewe kile unachokitaka. Usiende kwa prophet, kwa mchungaji, usiende kanisani au msikitini kama huna imani na kile ambacho unaenda kukifanya, kwa sababu utaenda kupoteza muda. Leo nataka nikufundishe ni namna gani ya kutumia nguvu yako ya ndani. Inner power. Yaani kila mtu amezaliwa na nguvu yake binafsi kutoka ndani ya nafsi yake. Lakini wengi wamekuwa wakiamini kwamba mtu akiwa na nguvu basi ni mchawi, ni mshirikina. Akiwa na uwezo wa kutumia kile kipaji alichopewa na Mwenyezi Mungu, anahisi watu wanaona kama huyu mtu anaweza kawa ni mchawi au ni vipi. No. Sikia nikwambie mwanangu. Kila mtu kwenye hii dunia amezaliwa na nguvu yake kutoka ndani, lakini 98% za watu wengi hawajui. Ni watu wachache sana tunajua jinsi gani ya kutumia nguvu ambazo tumepewa, zile nguvu zetu za ndani. Ngoja nikupe mfano wa kitu kimoja. Ukiwa ni mtu ambaye hauna imani na kanisa, hauna imani na mchungaji, hauna imani na kile ambacho unaenda kukiomba kwa Mwenyezi Mungu, hicho unachokiomba hakiwezi kufanikiwa. Na hata kikifanikiwa basi kitafanikiwa baada ya muda kinakufa. Kwa sababu gani? Wewe mwenyewe huna imani ya kile ambacho unakitaka. Leo hii mtu ambaye ana uwezo wa kupata bilioni 1, lakini yeye kichwani kwake amejiwekea kwamba hawezi kupata, na hiyo bilioni 1 upati. Si unaelewa? Lakini ukishaanza kuwa unaamini, yani ushaamua kufungua ile nguvu yako ya ndani ulionayo, ukaamini kwamba wewe una uwezo wa kupata hiyo, na unaangalia namna gani ya kuipata, utaipata. Hiyo ndo nguvu ya ndani. Lakini wewe unayepoteza muda kwa profeti, kwa waganga wa kienyeji, sijui Freemason, sijui unapoteza time kama hauna imani, kama haujui namna gani ya kujipa strength mwenyewe. Kuna nguvu, kuna uwezo ambao Mwenyezi Mungu amekupa ndani ya nafsi yako. Watu wengi watapinga, lakini huu ndio ukweli. Na kama sio ukweli basi kesho asubuhi nisiamke. Narudia tena. Watu wengi watapinga, lakini huu ndio ukweli. Na kama sio ukweli basi kesho asubuhi nisiamke, nipitilize moja kwa moja. Mwenyezi Mungu aliruhusu sisi tuzaliwe duniani. Kila mtu akampa uwezo wa kwenda kujitengenezea maisha yake mwenyewe. Siku ambayo atakutana tena naye ni siku ambayo ameshaweza kufariki duniani, kaenda tena haya. Narudia. Mwenyezi Mungu alimpa kila mtu kipawa chake siku aliyozaliwa. Alikupa uwezo na nguvu wa kujitengenezea mwenyewe. Lakini kama utakuwa unakesha muda wote ufanye kazi, ujitumi au angalie namna gani ya kukifikia